Leo nataka tuongelee kitu kinaitwa nyakati za mwisho. Nataka nikuoneshe namna ambavyo tupo nyakati za mwisho. Ninavyosema nyakati za mwisho, namaanisha Yesu akasema, si punde nitarudi. Na nyakati hizi ambazo nataka tuziongelee ni nyakati hizo ambazo Yesu alisema atarudi tena kwa mara ya pili. Atakaporudi kwa mara ya pili, kuna tukio ambalo linaenda kutokea linaitwa unyakuo. Kwa Kiingereza wanasema rapture. Unyakuo ni tendo ambalo watakatifu, kwa maana ya wale ambao wameokoka, wamempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, watanyakuliwa katika miili mipya ya utukufu, wataenda juu. Alafu wale ambao hawakuokoka wao watabaki hapa chini. Wengi tunafikiria ni story ama ni hadithi za kufikirika ambazo hazina ukweli ndani yake. Sasa leo nataka nikufunulie kuanzia mwanzo kuumbwa kwa ulimwengu, wanadamu na kila kilichopo ndani yake, na mpaka mwisho huo ambao unaitwa ni unyakuo. Na baada ya hapo nitakufunulia pia baada ya unyakuo nini kinatokea, na hata mwisho wa ulimwengu huu ama dunia hii pamoja na wakao kwa nyakati hizo watakavyofutwa. Dunia itafutwa na watu wao watafutwa. Sasa fuatana na mimi hatua kwa hatua nitakapokuwa na kuelezea. Taanza na uumbaji, mbingu na nchi zilivyokuwa zimeumbwa na Mungu kwenye kitabu cha Mwanzo kwenye Biblia. Hapo ndo tunahesabu mwaka wetu wa kwanza, lakini pia tutaenda mpaka kwenye ujio wa Kristo, ambao huo nitakwambia itakuwa ni mwaka wangapi. Ujio wa Kristo wa mara ya kwanza ni kuzaliwa kwa Yesu, utakuwa ni mwaka wangapi. Lakini baada ya hapo nitakwambia tena kutoka kuzaliwa kwa Yesu mpaka kurudi kwake utakuwa ni mwaka wangapi. Na baada ya hapo kutoka kurudi kwake Yesu mpaka kuja kuondolewa kwa hii dunia na wakao itakuwa ni mwaka wangapi, na hapo kitatokea nini? Fuatana nami. Kutoka kuumbwa kwa dunia mpaka kuzaliwa kwa Yesu ilichukua takriban miaka 1400. Ndio kwa dunia imeexist ama imekuwako mpaka Yesu anapokuja kuzaliwa kwa miaka takriban 1400. Ukisoma kwenye Biblia utaona vyote hivyo vimeorodheshwa. Lakini kutoka kwa Yesu kufa kwake, kupaa kwake mbinguni mpaka kufikia leo hii tunavyoongea mwaka 2026, imepita miaka 2026 tayari. Sasa tukichukua miaka ile 1400 ambayo ni kutoka uumbaji mpaka Yesu kuzaliwa, na kutoka hapo mpaka sasa imechukua takriban miaka 6000. 1400 jumlisha 2000 tunapata 6000. Kwa hiyo imetengeneza miaka 6000 toka kuumbwa kwa dunia hata sasa. Sasa nataka nikwambie kitu cha ajabu ambacho yumkini ulikuwa ukijui ama ninakukumbusha. Biblia kwenye kitabu cha Petro wa pili sura ya 3 na mstari wa 8 anasema siku moja ni sawa na siku 1000. Sasa dunia iliumbwa kwa siku 7. Kwa siku ya kwanza ilifanyika kitu, siku ya pili na siku ya 7. Siku ya 6 Mungu akamuumba mwanadamu, na siku ya 7 Mungu akapumzika. Kwa yale mapumziko, kama tunachukua siku moja ni sawa na siku 1000, maana yake yale mapumziko yanafanyika katika siku ya 7000. Kwa dunia katika kiroho tukienda, hizi siku 7 zilizotumika kuumba dunia, maana yake itakapofika miaka 7000 mapumziko ya dunia hii yatatokea. Kwa uumbaji wa Mungu utabadilishwa kwenda kwenye phase ya pili na ya mwisho. Kivipi? Fuatana nami. Hivyo dunia itaisha mwaka wa 7000.
toka uumbaji. Siku 7 za uumbaji zilikamilisha miaka 7,000 ya uwepo wa huo uumbaji. Kwa itakapofika miaka 7,000, kuna mambo mawili yatatokea. Wengine watafutwa na kutupwa kwenye jehanamu ya moto, na wengine watafutwa kwenye dunia, maana watatoka, wataingia kwenye dunia mpya na nchi mpya inaitwa Yerusalemu mpya, mji mpya wa Bwana, ambao huo umetabiriwa na Yohana kwenye kitabu cha Ufunuo, na hapo ndipo watu watakaa. Sasa hapa kitu nataka nikufunulie cha ajabu. Mwanadamu aliumbwa siku ya 6. Kwa itakapofika siku ya 6 yatoka dunia kuumbwa hata sasa, kwa maana ya miaka 6,000, ndipo urejeo wa Yesu Kristo wa mara ya pili utatokea, yani unyakuo. Kama miaka 6,000, kama sasa hivi tupo kwenye miaka 6,026, maana yake tupo karibu sana, maana huu mwaka 6,000 bado bado tupo nao. Maana yake hapa sasa ndipo litatokea jambo ambalo linaitwa unyakuo, na siku zimesalia chache. Nyakati hizi ndio nyakati sahihi za Kristo kurudi tena duniani, kuja kunyakua wale watakatifu, wale ambao wameokoka, wale ambao wanatembea na Roho Mtakatifu, hata wale ambao walikufa katika Kristo, na wale ambao wapo duniani sasa kama mimi watanyakuliwa, na siku ziko karibuni kabisa. Yumkini kawa leo baada ya mazungumzo haya, yumkini kawa saa hii kipindi naongea, yumkini kawa baada ya siku 2 zijazo, unyakuo utatokea, na ni hakika, kwa sababu mwaka ndo huu tuko nao wa unyakuo wa Kristo kutokea, unyakuo wa takatifu kutokea mwaka wa 6,000. Sasa unyakuo unatokea katika huu mwaka wa 6,000. Kitatokea nini hapa? Cha kwanza kitakachotokea ni watakatifu kunyakuliwa. Watanyakuliwa, wataenda kumlaki Bwana pale mawinguni, maana Yesu hatagusa ardhi tena, ataishia pale juu kama namna alivyopaa. Wote sasa watachukuliwa, waliokuwa wamekufa katika Kristo watafufuka, watavikwa miili mipya, watapaa kwenda pale, na wale ambao watakuwa wamebakia watapaa nao kwenda pale. Wale ambao watakuwa hawajaokoka, wao watabakia hapa duniani, watakaa pale juu, wataenda kumlaki Bwana, watakula karamu pale mawinguni. Manake na kila mtu duniani ataona. Watakaa kwa takribani miaka 7. Hii miaka 7 ya watakatifu kuwa pale juu pamoja na Kristo itakuwa ni miaka 7 ya dhiki hapa duniani kwa wale ambao watasalia, ambao hawatanyakuliwa, na hawa naongelea wale ambao hawajaokoka. Miaka 3.5 ya mwanzo itakuwa ni miaka ya mpinga Kristo. Hapa ndipo tutaona kuna mmoja ataongoza, mtu mmoja atatokea, yeye ataongoza dunia nzima, atatumiwa na Shetani, ataweka watu alama. Ndipo sasa Biblia inasema hapata kuwa na kununua wala kuuza fedha wala kuuza kwa fedha, watakuwa na alama hapo. Hapo ndipo unaona maandalizi yanafanyika sasa hivi, watu wanatengeneza chip. Hii chip inakuwa na taarifa ya kila mtu, ni kama line anawekewa mtu, anajulikana nako lala, anajulikana nako enda, anajulikana akienda chooni utamuona. Hapa ndipo ambapo dunia itakuwa chini ya kuendeshwa na mtu mmoja ama taifa moja, na huyu mpinga Kristo ndo atajitangaza kuwa ni Masihi. Yeye ndo atatangaza kuwa ndo amekuja kukomboa ulimwengu. Atawatangazia watakaokuwa ambao hawakuokoka, ambao hawakunyakuliwa. Lakini baada ya miaka 3.5 hii itakuja miaka 3.5 mingine. Hii ni miaka ya dhiki kuu. Dunia itaenda kupata uzoefu wa dhiki ambao haikuwahi kutokea, njaa ambayo haikuwahi kutokea, vita ambayo haikuwahi kutokea. Watu watakimbia huku na kule, watu watateseka. Hapa sasa ndipo Biblia inasema watu watataka kujiokoa kwa damu yao wenyewe. Utaulizwa wewe ambaye uko hapa, unamkubali Yesu? Ukisema ndio, wanang'oa kucha. Ukisema ndio, wanang'oa jino. Yaani mtu atakayekubali mpaka mwisho kwamba anamkubali Yesu Kristo ni Bwana na Mwana wa Mungu aliye hai, atakufa pole pole kwa mateso makali.
na huko ndiko kunaitwa kujiokoa kwa damu yako mwenyewe. Wakati wengine ambao si tumeokoka leo, tumeokolewa kwa damu yake mwanakondoo ambaye ni Kristo Yesu. Na wengi wakiona wamekata kidole hiki, maumivu yale makali atakayoyasikia, watamkana Yesu, watamkubali mpinga Kristo. Hapa panaitwa ni mahala penye dhiki kuu. Ninawaza mateso tu yaliyoko sasa hivi duniani ya wanadamu yanawatosha, yanawaumiza. Itakuwaje kipindi cha dhiki kuu, namna ambavyo watu watalia machozi ya damu, watasaga meno, watapiga kelele na kutakuwa na msaada. Hapa watu watatamani kujiua, hapa watu watatamani kujinyonga, kipindi hiki cha dhiki kuu, na hakutakuwa na huruma ya mwanadamu. Watapigana visu hapa, wale hapatakuwa na huruma ya mwanadamu. Hii siku itakuwa ni siku mbaya. Hii miaka 3.5 itakuwa ni miaka mibaya. Na kusii mpendo, nasimulia kama hadithi, lakini ni halisia. Neema ya Mungu ikufikie, ukubali kumkabidhi Yesu maisha yako, ili usije kukutana na kipindi hiki cha dhiki kuu ambayo itakuwa ni kilio na kusaga meno. Kipindi hiki ndo tunaona hakutakuwa na mtu ambaye atakula bila kuwa na ile alama, bila kuwa na ile chata ya mpinga Kristo kwenye paji la uso wake. Hakutakuwa na mtu atapewa msaada, hakutakuwa na mtu atapewa chakula. Ni wale tu watakaokubali kumfuata shetani, kumwitikia Masihi mpinga Kristo. Hao watapata ubwete, wataona maisha ni mazuri. Lakini kuna mwisho wao mbaya ambao hawatawahi kutamani kuona. Nini kitatokea baada ya miaka 7? Itakapoisha miaka 7, Biblia inasema kutakuwepo na utawala wa Kristo mwenyewe duniani, atashuka. Hapa miaka 7 walikuwa hapo mawinguni. Sasa hivi baada ya miaka 7 watashuka hapa duniani. Kristo pamoja na hao watakatifu waliokuwa wamemlaki watashuka kuja kutawala miaka 1000 wakiwa na ile miili mitukufu yenye utukufu. Kumbuka unyakuo umefanyika kwenye miaka ya 6000. Sawa? Sasa hapa tuna miaka 1000 mingine. Ili nini? Kukamilisha ile miaka 7000 ya dunia kuwepo au kuexist. Kitatokea nini kwenye miaka 1000? Cha kwanza kitakachotokea, shetani atafungwa kuzimu, asitoke duniani, asiguse. Watakaa pale, watatawala. Kipindi hicho shetani atakuwa amefungwa. Watakatifu watahukumu mataifa, watahukumu ulimwengu pamoja na wanadamu ambao hawakuwa wameokoka. Hii inapatikana kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 2. Watakatifu watakuwa makuhani kama alivyo Kristo Yesu kuhani mkuu. Utaipata kwenye Ufunuo 20:6. Nenda kasome ugundue haya mambo yaliyojificha na watu hawayaongelei. Kwa lugha nyingine, hapa injili itapigwa tena, itahubiriwa tena kwa watu ambao walikuwa hawajaokoka awali, lakini kwa sababu ya ugumu wa mioyo hawatakubali. Miaka hiyo 1000 itakuwa ni miaka ya raha kwao, kwa sababu hakutakuwa na mateso tena kwao, hakutakuwa na mpinga Kristo. Shetani amefungiwa, wataona raha, wataona maisha yanaenda, watakuwa na magari, watakuwa na majumba, watamiliki, watakula wanachotaka, watasafiri wanapokwenda. Kipindi hicho dunia itakuwa haina kizuizi. Mtu anataka kwenda Israeli ataenda Marekani ataenda. Ila wale watakatifu wataendelea kuhukumu kwa injili ya Kristo, kwamba ukikubali utaokolewa, ukikataa utaenda kuzimu na jehanamu ya moto. Miaka 1000 itapita, shetani atafunguliwa, atawadanganya tena wale watakaobaki. Kipindi hichi sasa watu watawadanganya. Ufunuo 27 inafunua hii siri. Lakini hapa hukumu ya mwisho ndo inafanyika sasa. Ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo 20:12, ambapo wale ambao hawajaokoka pamoja na shetani wote kwa pamoja na wale ambao walikuwa wamekufa hawajaokoka watatolewa pale kwenye makaburi na kuzimu, kwa pamoja watawekwa kwenye ziwa liwakalo moto wa kiberiti, jehanamu
ya moto, penye mateso ya milele. Ndipo Mungu ataishika dunia kama karatasi, ataitupa na yenyewe jehanamu iwakayo moto. Na ndipo Mungu atashusha, hata umba, ila atashusha toka mbinguni nchi mpya na mbingu mpya, inaitwa Yerusalemu mpya, mji wa Bwana pamoja na watakatifu. Na hapo watakatifu watakaa pamoja na Mungu milele milele na milele. Ufunuo 20:15 utaona. Na hapa ndio itakuwa utimilifu wa miaka 7,000. Dunia itafutwa, watu watafutwa, watu sasa wataenda kwenye nchi mpya na mbingu mpya, ama dunia mpya hii ambayo haikuumbwa, ile imeshushwa. Mji ambao Yesu mwenyewe alisema anaenda kuandaa makao, ndio huo ameshauandaa, nao utashushwa, na hawa watakatifu watakaa huko pamoja na Kristo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ufunuo, ukisoma 21 hapo utaona akisema pale hapatakuwa na njaa, hapatakuwa na kiu, hapatakuwa na jasho, hapatakuwa na joto, hapatakuwa na usiku wala mchana, ila Bwana mwenyewe ndio atakuwa nuru akiangaza hiyo dunia. Raha iliyoje! Patakuwa na mito ikitiririsha maji, patakuwa na matunda, watu watashiriki matunda, watakula. Biblia inasema kuna mana itakuwepo pale, watu watakula. Hapa watu watakuwa na miili yenye utukufu, hakuna magonjwa, hakuna maumivu wala maradhi, hakuna uchungu wala machozi, maana Bwana atakuwa ameyafuta. Dunia mpya. Nimemuomba Roho Mtakatifu asiniache hata siku hiyo. Hapatakuwa na kelele, hapatakuwa na magomvi, hapatakuwa na uchokozi, hapatakuwa na majaribu, patakuwa na raha. Hapa ndipo tunaona muda utakuwa umefika mwisho wake. Hakutakuwa na muda, hakutakuwa na wakati, maana kutakuwa ni eternal life, yani kutakuwa na umilele. Kama hakuna mchana wala usiku, manake majira yatakomeshwa, na mwenye majira mwenyewe ni Bwana, atakuwa ndani yake. Haleluya! Kama vile malaika ambao wapo wanakaa naye pale juu mbinguni, ndivyo sisi nasi tutakaa naye pale dunia mpya. Maana mbingu itakuwa humo na nchi itakuwa humo. Maana hapo kuna mbingu katika nchi na kuna nchi katika mbingu. Hii dunia mpya itakuwa ni ya namna yake, kutakuwa na jua wala mwezi. Haleluya! Hivyo ndivyo itakavyofanyika. Yeye ambaye unaamini ndio aliyeumba mbingu, ndio aliyeumba dunia, ndiye aliyekuumba wewe, akaumba na miti na vitu vingine. Huyo ndio aliyesema haya. Kama unamwamini huyo, amini haya. Kabidhi maisha yako kwa Yesu, ili tukafurahi pamoja siku ile, tukaimbe haleluya hosana, tukasifu na kuabudu, tukamshangilie Mungu katika siku ya Bwana. Ninakuombea neema ikufuate hapo ulipo. Ninakuombea Bwana akakusaidia kushinda. Biblia inasema kwenye Ufunuo wa Yohana, ni wale tu watakaoshinda. Watashinda nini? Watakaoshinda hii dunia na majaribu, watakaoshinda mitego ya ibilisi hapa na pale. Hao ndio watakaoshiriki katika mbingu mpya na nchi mpya. Mungu akubariki sana. Jina langu naitwa Zefania Alexander Chimbo, mchungaji na mwalimu wa neno la Mungu. Hata wakati mwingine, endelea kufuatilia mafundisho yako ili upate kufunguliwa, ijue kweli na kweli itakuweka huru. Haleluya.